Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Mpenzi msikilizaji, tupo ndani ya Kibu FM na kibao kinachoondoka hewani. Ni kibao chake Shakira, anasema kwamba this time for Africa. Kibao hiki kinanikumbusha zile enzi za sikia watoto wadogo 2010. If I'm not wrong, ilikuwa FIFA World Cup ya 2010 and I remember ilikuwa kule upande wa SA, South Africa. Na kibao hiki kilisumbua sana sisi watoto wadogo. Kila mara tulikuwa tunataka kukisikiza kibao hiki. Kumbuka mpenzi msikilizaji, ndio kuingia ndio kujaja. Kumbuka tumekatika dakika 3 ndani ya saa 10 jioni. Na tupo ndani ya Kibu FM. Kipindi kinachokuja hewani ni kikao cha spoti ukiwa na Mikael Media. Usiende mbali, usibanduke msikilizaji. Leo nimekwambia nimekuletea mambo mazuri. Tulikuwa nawe during the weekend, both on Saturday and Sunday. Tulikuwa tunazungumzia mambo na spoti, tukikuletea spoti live tukiwa hapa na Papa Ibrahim, tukiwa naye pia naye Mtawali Garama msikilizaji wangu. Na ilikuwa fiti. And then kuna swala fulani tulikuwa tunapingana na wasikilizaji wangu. Nilikuwa nasema vipi? Ama labda timu ya Manchester United itaweza kumpiga mwana Arsenal, itakuwa imemvunjia tuseme for example itakuwa imemundia kumvunjia ungo. Kwa sababu mwana Arsenal msimu huu alikuwa hajapigwa hata mchezo mmoja both in the Champions League pale Europa na katika mchezo wowote ambao Arsenal wana participate pale kwenye uwanja wa Emirates. So leo nimekuja na kuna wasikilizaji after to the match Arsenal against Manchester United, kuna watu walifurika sana kwenye mtandao wangu wa kijamii pale both TikTok, Facebook, pale Instagram walikuwa wananitafuta sana wakinikumbusha kwamba we told you usiende mbali, nitakuwa nazungumzia mambo haya msikilizaji, na pia nitakuwa na cheki maoni yako, nione unasema vipi msikilizaji wangu, usiende mbali. At this time for Africa msikilizaji wangu. So hiyo issue about the weekend msikilizaji, mambo yalienda ndivyo sivyo. Wajua kuna watu wengi sisi hasa sisi wana Arsenal tulikuwa tume expect kwamba because and also it was the first time this season mwana Arsenal ana full squad and it is so shocking that Manchester United were able to acquire all the 3 points toka pale Emirates Stadium. So msikilizaji wangu, sijui tactic gani ambayo kocha Michael Carrick alitumia pale kwenye pale Emirates, lakini kongole kwa wana Manchester United. Tuliona sherehe zilikuwa za hapa na pale, lakini sitaki kwenda huko leo. Niko na mambo kadhaa nilikuwa nataka tuzungumzie msikilizaji wangu. Jambo la kwanza ambalo nilikuwa nataka tuzungumzie hapo awamu ya pili, nilikuwa nataka tuzungumzie the progress ya KFC Leopards. Nimeona FC Leopards imeamka sana kwa sababu ilikuwa around a month ago FC Leopards ilikuwa pale karibu nambari 9. Na sasa hivi FC Leopards iko pale nambari ya 2. Wamemfuata wana Gor Mahia. Na Gor Mahia ako na 1 game in hand, but FC Leopards wanajituma sana. Nikiangalia their recent match, walikuwa wanacheza na mwana Sofapaka and FC Leopards were able to win hiyo match 1-0 against Sofapaka. Na tukiangalia historia ya FC Leopards na Sofapaka, haikuwa rahisi sana mwana FC Leopards kupata pointi hata moja against Sofapaka. So msikilizaji, leo nimekuambia nimekupangia mambo mazuri, tutakuwa tunazungumza nawe na pia nitakuwa naangalia unasema vipi msikilizaji wangu. Usiende mbali, usibanduke. Tupo ndani ya Kibu FM. Nataka nikukumbushe tu kama labda una maoni msikilizaji, unaweza tupata pale kwenye mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Unaweza tupata @KibuFM nami unaweza nipata @Kyle Media ama unaweza nipata @It's Kyle pale TikTok msikilizaji wangu. Sende mbali. Mwachewe, ulilisabi kubola mwachewe, ewe mano wangara mwachewe.
Wanola, 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 wale ya wanola. 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 So msikilizaji, nimekwambia leo kuna mambo kadhaa nilikuwa nataka tuzungumzie. Na kabla tuende mbali, nilikuwa nataka tu tuangalie the table standings na pia tuweze kuangalia venye some of the clubs pale EPL, not EPL, FKF Premier League, the KPL, Kenya Premier League, wameshuka sana. Ukiangalia kama hii team ya hii klabu ya Nairobi United, Nairobi United wameshuka sana, na that's where we don't expect to see such a club. Unajua Nairobi United ni ile timu ambayo iko na quality players. If you watch such a club play, utaona kwamba this club iko na so many quality players and we don't expect such a team to be there. Ukiangalia timu kama Tusker FC, if I'm not wrong, klabu ya Tusker FC ndio klabu ambayo ili win the KPL last season, if I'm not wrong. Msikilizaji, nikumbushe, lakini mimi if I'm not wrong, Tusker FC ndio walibeba KPL hapo last season. And ukiangalia kwa table standings sasa hivi wako pale nambari ya 9 na wana only 24 points, around 11 points nyuma ya Gor Mahia na FC Leopards. So hatujui, though the league is still open, wamecheza only 17 matches, wengine wamecheza only 16 games, wengine wamecheza 15. I don't know how it happened, because also Nairobi United wamecheza 15 games, but league, the KPL is still open and any club can win this title. And Gor Mahia sasa hivi mashemeji wanakimbizana sana, na kuna msikilizaji mmoja alikuwa anauliza kwamba hama labda hawa mashemeji watakimbizana hivi hadi at the end of the season ndo at least waangalie other different factors ndo wapeane the trophy, ama kuna shemeji moja either Gor Mahia ama FC Leopard atakubali kumwachia mwingine na asonge chini, ushaelewa? Lakini sasa hivi namwona FC Leopards, the way this club inacheza, it means business, and we have to congratulate them. Even if you're not a supporter of FC Leopards, you have to congratulate this club. Msikilizaji, kando na hayo, kuna mambo mengi yametokea hapo weekendi. Kuna unexpected happenings zenye zimetokea. Labda kuna club yako imepigwa, we say sorry, and mwaso inaendea wale wana Arsenal waliumia sana. Pole, narudia story hii, lakini wana Arsenal wameumia sana in general, but we will always congratulate. Hata tulimsikia Mikel Arteta akizungumza hapo juzi, he really congratulated Manchester United because walicheza ball fit, and we need to learn as the club. Tunafaa to learn and then we move on. So tukisonga mbele kule English Premier League, msikilizaji wangu, kumbuka kwamba transfer window, January transfer window imefunguka na teams zinajituma, kuna klabu zinajituma, but if you look at some clubs zenye ziko Premier League ziko low, unapata club iko kule chini lakini it's still selling players. So I always ask myself, kwani kuna ulazima upi ambao ni lazima klabu ziuze their star players? Angalia timu kama Crystal Palace ilikuwa on form na ukapata imemuuza Eberechi Eze, it was the last transfer window. And hivi juzi wamemuuza Maguire pale Manchester City for only, I guess it was 24 million. But I understand kwa sababu walimuuza because at the end of this season Maguire, he was going to be a free agent, angeenda club yoyote for free. So they decided kumuuza sasa hivi ndiposa at least wapate something, waseme kwamba through this transfer window we got something that at least naweza sema tulimuuza mchezaji yeyote or something. And pia naangalia kwamba Crystal Palace right now wanatazamia kumuuza Mateta, Jean-Philippe Mateta, yule forward matata sana, anaendana na jina lake Jean-Philippe Mateta. Kijana huyo is a very underrated player. Nikiangalia English Premier League, I don't see a little striker kumliko Jean-Philippe Mateta. Player huyo akipata a serious club, tuseme for example team kama, I won't mention Arsenal kwa sababu najua mnasubiria ni mention Arsenal. I'm not going to mention Arsenal. Jean-Philippe Mateta akipata team kama Manchester City ambayo inamtegemea striker. Ukiangalia team kama Man City, the goals are not distributed. Unaweza pata there is one central player mwenye ana score goals. Like for example you can say Erling Haaland. Currently Erling Braut Haaland ako na 20 goals.
and others unaweza pata mtu mwenye anamfuata ako na only 2 goals. So unapata kwamba the goals are not well distributed. So Jean-Philippe Mateta akipata such a club yenye ambayo wanategemea striker wao kuperform, that guy is very lethal and we can really see what that guy can do. And nimeona Crystal Palace are planning to sell him, so I'm always wondering if these clubs wanna keep on selling these players. Okay, we understand that wako kwa issues that transfer and all that, at least wapate some financial stability, but now if you sell someone like Jean-Philippe Mateta as a club, where are you going? Where are you going? So msikilizaji, zidi kuzungumza nasi, tuelezee ni vizuri klabu hizi ndogo ndogo, si vizuri kusema kwamba ni ndogo, lakini in reality they are small clubs, by the way, they are not into big six, so they are small clubs. Unapata timu ndogo ndogo kama hizi zinajua kujenga players. Angalia timu kama Bournemouth imeuza so far so many players. Angalia Antoine Semenyo ameuzwa juzi kuelekea Man City. Look at that guy Dean Huijsen, a very young central defender, aliuzwa kule Real Madrid. So these small clubs zinajua kutengeneza good players, but they always sell them. I don't know why, but we'll come to understand that maybe wanataka financial stability or maybe something else. So msikilizaji, zungumza nasi, tuelezee labda hizi clubs zinauza players for what reason? Maybe zinataka kukuwa stable financially, or maybe wanataka kupunguza ule uzito wa kulipa players, because a player like Antoine Semenyo right now in Man City analipwa over 300,000 per week, but siko sure kama Bournemouth inaweza kuwa capable of paying Antoine Semenyo such an amount of money. So tell us, zungumza nami msikilizaji, zungumza nami pale kwenye mtandao wa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pale YouTube zungumza nami at Kibu FM, ama unaweza nipata at It's Kyle, ama pia unaweza tupigia simu kwa nambari 0721213141 msikilizaji wangu, ama utume ujumbe mfupi kwa nambari 22323. Sende mbali, tutakuwa tunarejea muda si mrefu msikilizaji wangu, si banduke. Papa Nalebi, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Libulu Basombi Kavo, famille Balembi, Kokonsolenga Ponazamu. Déjà, yeah. Nataka tupate lua vibe kidogo, tukipata burudani kidogo na sports vibes and all that, tupate lua vibe kidogo. Anyway in the house, tuambie hii na maanisha vipi? Takwe 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 kibao kitamu sana kutoka kwa Mika Wanyenje. Nilikwambia kwamba tukio kwa hapa katika kikao cha spoti hatuzungumzi sana, kidogo tu alafu tunapata burudani msikilizaji. So usende mbali, usibanduke msikilizaji wangu. Walimata kwa yuli wewe zibarasya unyamayi. Walimata kwa yuli wewe zibarasya unyamuga. Walimata kwa yuli wewe basani balira. Aliwangoyo Aliwangoyo Ewa wangoyo Alawangoyo Aliwangoyo mubi Aliwangoyo mubi Anuberu munyamayi Anuberu munyamayi Aliwangoyo mubi Aliwangoyo mubi Bamayi baroma Ajiberu munyamayi Aliwangoyo mubi Uzani balira mayi Uzani balira mayi Uzoko balira mayi Uwe wangoyo mubi Uwene kurogo mayi Uwene kurogo kungo Uwene bikumba mayi Uwene bikumba kungo Uwene bitina mayi Wangoyo Uwene bitina mayi Wangoyo Uwe wangoyo Wangoyo. Msikilizaji, kibao chake Mika Wanyenje anasema takwe. Nilikuwa nimesema kwamba nikirejea kuna jambo fulani nilikuwa nataka tuzungumzie. A very unexpected thing that happened in the English Premier League, msikilizaji wangu. Kumbuka this week ilikuwa match week 23. Na there are very unexpected things zili happen, na
zote hizo games zilikuwa zinacheza this weekend, they were return matches. Remember match week 1 kulikuwa na game between Liverpool walikuwa wanacheza na Bournemouth. Liverpool won 4-2. But return match Liverpool walipigwa bao ngapi? 3-2. So angalia, there are so many changes that happened during this weekend. So tukicontrast match week 1 na return match ya match week 23, there are so many unexpected happenings zenye zilitokea. And then ukiangalia the second match ilikuwa between Aston Villa na Newcastle United. Aston Villa na Newcastle United, that first match week 1 walitoka draw ya 0-0. Na ukiangalia last week ambayo ilikuwa match week 23, Aston Villa walimcharaza na kumchachafia na kumtandika vibaya sana mwana Newcastle United mabao 2-0. And then ukiangalia mbio pale kwenye timu ya Arsenal walimpiga mwana Manchester United nyumbani pale Old Trafford bao 1-0. Na ukiangalia return match ambayo ilikuwa this weekend on Sunday, mwana Manchester United alimtandika vibaya sana mwana Arsenal mabao 3-2 pale Emirates Stadium. And also ukiangalia hii game between Crystal Palace and Chelsea walitoka draw in the first leg pale Stamford Bridge. Na Chelsea walipoenda pale kwa kina Crystal Palace walimtandika mabao 3. So hili ndilo jambo ambalo nilikuwa nazungumzia msikilizaji wangu. Nilikuwa nasema vipi team inapoendelea kuwauza players, most of these small clubs, they are weakening themselves. Ukiangalia pale Crystal Palace were able to hold Chelsea very well. Na karibu wampige kwa sababu kuna bao lake Eberechi Eze lilikataliwa. So wangempiga mwana Chelsea rahisi sana. So ukiangalia return match hii ya Chelsea na Crystal Palace utaona kwamba Crystal Palace were very weak in the return match ambayo imechezwa this weekend. Walipigwa mabao 3-1. And then hilo bao lenye ambalo Crystal Palace walipata ni mistake tu ambazo wana Chelsea walifanya. But I'm always concerned these small clubs zikiendelea kuuza players. Angalia Nottingham Forest. They sold so many players and they became very very weak. So zidi kuzungumza nasi msikilizaji, tuelezee ni kwa nini hawa hizi small clubs zinazidi kuuza players despite weakening themselves. So nataka nipitie kidogo ujumbe wako msikilizaji pale kwenye nambari 22323. Niona unasema vipi? Namuona Imo anasema kwamba yupo ndani, asante sana Imo. Namuona Anor Danso anasema yupo ndani ya show akiwa kule upande wa Mayanja, asante sana. Namuona nani anaitwa Henry mwana Arsenal anasema yupo ndani, aliumia sana, pole sana Henry. Huyo ni nani? Nimesema msikilizaji, tuma maoni yako tueleze hizi clubs zinauza players kwa nini? Nieleze msikilizaji. Namuona nani anaitwa Ali anasema kwamba these small clubs zinauza players because they want to be financially stable. So I also agree and concur with you. Namuona nani anaitwa Egbede anasema yupo ndani ya show, asante sana. Anaitwa Eric Cassius anasema yupo ndani, asante sana. Yaitwa Even anasema Manchester United were able to beat Arsenal. It's okay, no problem. Anaitwa Dev anasema kwamba Arsenal walipigwa. Hilo ni jambo la kawaida, tumekutana nalo, tumelisikia. Najua kwenye una direct that one, but it's okay. So nitazidi kusoma ujumbe wako msikilizaji. Pia nimekwambia kwamba piga simu yako, nitakuwa nasikiza na unasema vipi na pale kwenye nambari 0721213141 ama tume ujumbe mfupi kwa nambari 22323. Sende mbali msikilizaji, tazidi kuzungumza, sende mbali. Ambassador Mika Wanyere mzimu ujaka ano mwana kwa munda walimbele ano mwana kwa munda walimbele mzimu ujaka ano mwana kwa munda. Yaitwa Mika Wanyenje. Mika Wanyenje. Niamshe. Ukiyabita. Wewe. Akishika sana unaweka nduru wewe. Yeah. Atika kishika sana unafanya nini msikilizaji? Waliunia moshe. Niamshe nicheze pole pole. Niamshe. Niamshe nicheze pole pole. Niamshe. Niamshe nicheze pole pole. Niamshe. Kwa wale ama labda ulikuwa unalala msikilizaji wangu, amka baba, tucheze pole pole msikilizaji. Jamani ikishika sana. Niamshe nicheze pole pole. Baba ikibamba sana. Niamshe nicheze pole pole. Kwa kweli ikibamba sana. Niamshe nicheze pole pole. Tatizo kikushika sana. Niamshe nicheze pole pole.
niamshe, sikikuna isi sana, niamshe, nicheze pole pole, niamshe, mambo imechemuka, niamshe, nicheze pole pole, kwa kweli mambo imechemuka, niamshe, nicheze pole pole, niamshe, kama umekubali, niamshe, nicheze pole pole. Alright, msikilizaji, tumerejea na nilikuwa nimesema usiende mbali kwa sababu tuna mambo mengi nimekupangia msikilizaji, na sijui kama nitamaliza, lakini acha tuangalie muda unasema vipi. Nilikuwa nimesema kwamba kuna history ambayo ilikuwa ina trend msikilizaji wangu, ambayo ilianza kama rumors, but as per now I think it's getting much serious. So ukiangalia hii issue ambayo Cole Palmer anahusishwa na klabu ya Manchester United. So sijui msikilizaji, niambie kama unaona kwamba is it possible or not, kwa sababu mimi nikiangalia kwamba jinsi Manchester United wanacheza game sasa hivi na waongeze quality yake Cole Palmer katika klabu hiyo pale katika safu ya kati, kwa sababu Cole Palmer is an attacking midfielder, a very lethal attacking midfielder and a very good attacking midfielder, kwa sababu ukiangalia ile contribution ameleta pale kwenye klabu ya Chelsea, naogopa sana. Sitaki nikudanganya msikilizaji, naogopa kumuona Cole Palmer pale kwenye klabu ya Manchester United. Lakini hatujui kwa sababu ilianza kama rumors, sasa hivi nimemuona football journalist Fabrizio Romano, a very so many of us tuna depend kwake sana for football news, but nimeona it's becoming serious, and if it's possible for Cole Palmer kujiunga na Manchester United, itakuwa mbaya. Let me just be honest with you, itakuwa mbaya. Let's look at this. Pale mbele umeona nani huku, on the left side wamemweka labda Matheus Cunha ama Mbeumo, and then on the right wamemweka Amad Diallo. Katikati tunacheza na nani? Tunacheza naye Benjamin Sesko, and then hapa nyuma yake tuna Cole Palmer. Itakuwa mbaya. Lakini sijui kwa sababu sijui Cole Palmer atafit wapi, kwa sababu pia pale kwenye central attacking midfielder tuko naye nani? Tuko na Bruno Fernandes ambayo ni I guess right now sijui kama kuna central attacking midfielder mwenye ako juu yake Bruno Fernandes. Prove me wrong. Yeah, I give me time to prove me wrong. Niambie ni nani? Nielezee ni nani attacking midfielder yoyote. Mimi ni mwana Arsenal and I know Martin Odegaard is a very good attacking midfielder, but not more than Bruno Fernandes. Let's just give credit to this guy. Huyu jamaa this season ako juu. Kusema tu kweli, this guy this season ako juu and he needs credit. Tukiangalia hapa mbele ni tetesi tu kidogo nilikuwa nimemwona yote nani yote the GOAT Cristiano Ronaldo, the football GOAT. Nilimwona alikuwa amemuishia mke wake, yule mpenzi wake, happy birthday, and it's a nice feeling, by the way. It's a nice feeling, and I don't know how she feels because bana wanadada wale wanadada ambao wanatusikiliza, tuseme for example sasa wewe ndiye una date the GOAT, the football GOAT himself Cristiano Ronaldo. Wale ambao wanamtambua Messi, sina ubaya, it's just that mimi namtambua Cristiano Ronaldo sana more than Lionel Messi because he's an all in one player. And also kuna issue ambayo ilikuwa pale Arsenal, wameanza vitisho. Kuna watu wamesema kwamba wana Arsenal wameanza vitisho. Tumemwona Ricardo Calafiori, that little left back, amerejea. Na the Arsenal family are very happy kumwona huyu jamaa amerejea because huyu jamaa akona a very big impact pale kwenye klabu ya Arsenal. Na mwana nani pia, kulikuwa na issue ambayo ilikuwa inasemekana kwamba Jurrien Timber naye William Saliba kuna uwezekano mkubwa wanaweza kosa mtanange wa Arsenal against Kairat pale kwenye Champions League hapo kesho. Hatujui issue ya Jurrien Timber ni gani na William Saliba ni gani, lakini Mikel Merino alikuwa suspended because of so many yellow cards last match against Inter Milan. Na Ricardo Calafiori na Havertz hatuko sure kama watakuwa wamerejea, lakini sasa hivi wamerejea kwenye nyasi, wanapiga game safi. Acha tuzidi kusubiria kabisa tuone itakuwa vipi. Msikilizaji nimesema azidi kuzungumza nasi hapa Kibu FM. Tunasikiliza na tunacheki, tunaona msikilizaji anasema vipi, kwa sababu bila wewe msikilizaji sisi hatupo. Zidi kuzungumza nasi, tuma ujumbe wako, nitakuwa napitia msikilizaji. Na kabla niondoke, niruhusu nipitie kidogo nione wanasema vipi hapa kwenye upande wa Facebook. Nikicheki mbio na Mwanasama anasema yupo ndani ya show. Asante sana Sam. Antena ni football pundit anasema
Arsenal sahi wanacheza wako pale juu because these other clubs wako chini. Yani wanacheza game iko chini. I don't know why so many people right now wanasema kwamba Arsenal wako juu ya table because hizi teams zingine ziko chini. Kwa sababu nilimwona juzi Manchester United legend yote nani huyo Rio Ferdinand alikuwa anasema kwamba ana insinuate kwamba Arsenal wako juu ya table. The same thing huyu jamaa amesema hapa kwamba Arsenal wako juu ya table because hizi clubs zingine, look at Man City, look at Manchester United, look at Chelsea. Kwa sababu sasa hivi hizo klabu zingine zinacheza game ya chini kabisa. So mimi msikilizaji, mimi nilikuwa najiuliza vipi tukiangalia pale kwenye Champions League kuna clubs toka sehemu tofauti. So tuseme kwamba hizo clubs pia ziko chini. Tuseme timu kama Bayern Munich iko chini kwa sababu Arsenal walikuwa able kumtandika. Siwezi sema walimpiga, kwa sababu yalikuwa magoli mengi sana. Walikuwa able kumtandika vibaya sana mwana Bayern Munich mabao 3-1 pale Emirates. Na pia ukiangalia Atletico Madrid walikuwa on form. By that time Atletico Madrid walikuwa wamempiga vibaya sana Real Madrid magoli 5-2. Walipokuja Emirates walipigwa magoli mangapi? 4-0. So these people that are saying that Arsenal wako pale juu ya table because teams zingine ziko chini, I don't understand what you're trying to say. I don't understand what you're trying to communicate. But because maybe some of them wanasema because of feelings. Unaongea, you know, if you're a football fan, sometimes you need to talk out of feelings. Ongea reality. Right now I've just said that Bruno Fernandes is a top player, is a top midfielder. Despite the fact that Martin Odegaard is also clinical, but Bruno Fernandes ako juu. But because of some Arsenal fans wenye wanaongea through feelings and all that, they might say that Odegaard ako juu ya Bruno Fernandes right now. So let's speak football. That's my advice to you. Let's speak football. It's good to continue speaking football, msikilizaji wangu, and don't talk out of feelings because it's not right. Ukiongea out of feelings, whatever will be coming out of you, it's hatred, pure hatred. Msikilizaji, usende mbali, tutakuwa tunazidi kuzungumza, lakini nikiangalia pale kwenye kopo langu na cheki mida zangu zimekatika sana. Namuona director ananiambia kwamba mida zako zimeenda sana, Papa Felo. Tutakuwa tunamkaribisha naye yaitwa Brand Thuo, atakuwa anaingia akikuletea utamu sana. Msikilizaji wangu, usiende mbali, naondoka lakini usiende mbali msikilizaji wangu.